Pumzi ya nafsi ya Danilo. Katika uwanda wa kijani, Danilo alikimbia kwa furaha. Upepo mwanana ulipapasa mashavu yake na maua mazuri ya porini yakamsalimu. Hurra, nimefurahi sana. Baada ya muda, Danilo akaanguka kwenye nyasi. Nimekimbia sana, siwezi kupumua. Moyo wake ulikuwa unadunda haraka na pumzi yake ilikuwa imepunguka, hivyo hakuweza tena kucheza. Wakati huo babu yake Kasim alikaribia polepole. Mwanangu, mtu asipopumua hawezi kuishi. Sauti ya upole ya babu ikasikika. Yeye mwenyewe huwapa wote uzima na pumzi na vitu vyote. Matendo 17:25. Ndivyo ilivyo pia kwa nafsi yetu. Maombi yakikoma, roho hupoteza nguvu. Babu Kasim akampapasa kichwa Danilo. Kesheni na kuomba msije mkaingia majaribuni. Mathayo 26:41. Danilo na babu yake Kasim waliketi pamoja chini ya kivuli cha mti mkubwa. Upepo ulikuwa mwanana na ndege wakaimba nyimbo nzuri. Babu, maombi ni nini? Neno ni zawadi Mungu anatupa. Babu Kasim akafungua Biblia na kusema, neno hutilia moyo wetu uhai na kuonyesha njia gizani. Roho ndiye anayehuisha, mwili hauna faida. Maneno niliyowaambia ni roho na ni uzima. Yohana 6:63. Tunaposoma neno Mungu hutuambia. Tunapoomba sisi humjibu. Hapo mwanzo kulikuwako neno, naye neno alikuwako kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Yohana 1:1. Danilo alivuta pumzi kwa kina na kuiachia. Neno ni kama kuvuta pumzi na maombi ni kama kutoa pumzi. Ndiyo mwanangu, kama kupumua lazima lifanyike daima. Ombeni bila kukoma. 1 Wathesalonike 5:17. Babu Kasim akatoa chetezo kidogo na kuwasha uvumba. Moshi mwororo ulipanda juu mbinguni. Maombi ni zawadi yenye harufu nzuri inayopanda kwa Mungu. Sala yangu ikuwe mbele yako kama uvumba. Zaburi 141:2. Danilo akaunganisha mikono yake midogo na kuomba. Mungu, tia uhai moyoni mwangu kwa neno lako na usikie sala yangu. Babu Kasim alitabasamu na kusema, mwanangu, ishi kila siku ukizungumza na Mungu kama vile unavyopumua. Mkikaa ndani yangu na maneno yangu yakikaa ndani yenu, ombeni lolote mtakalotaka nanyi mtatendewa. Yohana 15:7.